يدوم رفع السماء وزينها بالنجوم وأمسك الأرض بجبال في التخوم صور بقدرته هذه الجسوم ثم أماتها ومحى الرسوم ثم ينفخ في الصور فإذا الميت يقوم ففريق إلى دار النعيم وفريق إلى نار السموم تفتح أبوابها لكل باب منهم جزء مقسوم نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتوكل على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الفضلاء الكرماء، فالذي يقف أمام الناس إما الخطيب إما أي شخص إنما يقوم أمام الناس يبدأ بالوصية ألا وهي التقوى. نو إسلام بأيكم شكور الله تبارك وتعالى نكم تكي رحمنا أمان متوم عليه الصلاة والسلام. Allah tabaraka wa taala amewandalia daraja kubwa na mafanikio makubwa mbele yake Allah jalla wa ala wale wenye kujipamba na jambo zima la kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Ndugu Waislamu, ukitaka kufanikiwa katika maisha ya dunia na kesho mbele ya Allah tabaraka wa taala, wapaswa uambatane na ushikamane na jambo zima la kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Ukitaka Allah kufungulia katika mambo yako milango ya riziki, milango ya kheri mbalimbali na kila mambo mazuri, shikamana na jambo zima la kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Na Allah jalla wa ala akasema ndani ya Qur'an, wa man yattaqillah, na yule mwenye kumwogopa Allah yaj'al lahu makhraja, Allah anamfanyia matokeo mazuri yule mwenye kushikamana na jambo zima la kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Ndugu Islam, kila ambaye kwamba anasimama mbele za watu mara nyingi akihusia jambo la Uislamu huwa anaanza kuhusia jambo la kumwogopa Allah. Ndio msio kila kitu. Ibada yako yote itakapokuwa haina neno ucha Mungu, la shay, hakuna kitu. Ucha Mungu ndio kila kitu. Tukizungumzia ucha Mungu maana yake ulama wakazungumzia kwa tafsiri mbalimbali au kwa maana mbalimbali, na kuna miongoni ambao walisema antajala bainaka wa baina adhabillahi alwiqaya, kwa maana ni kujalia kati yako wewe na adhabu za Allah tabaraka wa taala kizuizi, kwa maana inapatikana kizuizi kuyafanya ya mazuri yale ambayo kwamba atakukinga wewe kuipata moto Allah, atakupata moto Allah tabaraka wa taala. Ndugu Islam, leo kwa uwezo wa Allah tazungumzia katika khutba yetu jambo muhimu sana. Ayu al-ikhwa wal akhawat, اليوم نريد أن نتحدث عن فضيلة عظيمة. leo tunataka tuzungumzie an fadilatin adhima, tunataka tuzungumzie jambo ambalo kwamba au fadhila kubwa min fadhail alislami, katika miongoni min fadhail alislam, katika yale mambo ambayo kwamba yani mambo bora katika Uislamu, fadhila kubwa katika Uislamu. Hiyo ndio anwani yetu ya leo katika khutba yetu ya leo, wa hiya aljud wal karam. Aljud wal karam kwa maana huwa mtu ambaye kwamba mkarimu, mtu ambaye kwa mwenye kutoa kila ambacho Allah amekujalia na kuwa na bashasha. Leo kwa uwezo wa Allah tunazungumzia hili jambo, na katika miongoni mwa mambo au ni katika miongoni mwa jambo kubwa ambalo kalihimiza Mtume alayhi salatu wassalam, lakini vile vile kalizungumzia Allah tabarak wa taala. Ndugu Islam, aljud wal karam, aljud wal karam
kuwa mtu mwenye kutoa saya mali yako, chochote kile ambacho Allah amekujalia, lakini vile vile kuwa mkarimu na watu wa ibana fillah. Huma min sifati allati yajibu an yata'alla biha almuslimun. Hizi sifa mbili hizi, aljud wal karam, anapaswa muislamu ajipambe nazo, lianna taksu ar-ruh al-islam wa juhuri. Kwa maana hii yanaleta yale mambo ya yani shairi za Uislamu, au yanaleta kule kuhisi kama ni muislamu wenzako na wapenzi mbalimbali na kupendana kati ya Uislamu. Utakaposhikamana aljud wal karam, aljud wal karam, huwa mwenye kutoa sana kile ambacho Allah alichokujalia, lakini kwa mkarimu kwa kile ambacho Allah alikujalia nacho. Kwa ndugu Waislamu, ni katika miongoni mwa jambo kubwa sana ambalo anapaswa muislamu ashikamane nalo, kwa maana huma min sifati allati aljud wal karam, ni sifa ambazo kwamba yajibu an yata'alla biha almuslimun, wanapaswa waislamu wajipambe nayo, lianna kwa sababu hiyo aljud wal karam yaleta mahabba, kupendana kati ya Waislamu na kushirikiana katika mambo yao, kwa sababu wanapendana, wameshikamana. Aljud wal karam, aljud wal karam, hii kutoa mali yako, lakini vile vile kwa mkarimu, yani badhul khairat, ina maana kutoa katika mambo ya khairi mbalimbali, wal ata albadhlu wal kwa maana kutoa ambacho Allah amekujalia. Allah amekujalia mali kadhaa, itoe kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Allah amesema ndani ya sura Al-Imran, la tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Waislamu, Allah ameeleza ndani ya Qur'an ya kwamba hatuwezi kufikia wema kidogo, hatuwezi kufikia wema mpaka tutoe vile ambavyo tunavipenda katika nafsi zetu. La tanalu albirra, hamwezi kufikia wema. Hapo Allah ndiye ambaye anazungumza ndani ya Qur'an, si maneno yangu, si maneno ya mtume, si maneno ya sahaba, si maneno ya tabi wala tabi'in. Haya ni maneno ya Allah tabarak wa taala, ambaye Allah jalla wala hauyei uongo. Kila ambalo kwamba lipo ndani ya Qur'ani ni jambo ambalo kwamba liko sawa, kalizungumzia Allah tabarak wa taala. Ndugu Islam, na wala si jambo ambalo kwamba ni ahad au ni akhbari za ahad, la, ni habari ambazo ni mutawatir, habari za kweli ambazo zathibitisha kwamba Allah jalla wala yeye amesema ndani ya Qur'an, au ipo ndani ya Qur'an. Allah anasema la tanalu birra, hamwezi kufikia wema nyinyi Waislamu hatta tunfiqu mimma tuhibbun, mpaka mtoe vile ambavyo kwamba mnavipenda katika nafsi zenu. Kwa ndugu Waislamu, hali hili ni jambo ambalo Muislamu anapaswa ashikamane nalo, na ukitaka Allah akufanikisha katika mambo yako, toa kila ambacho Allah amekujalia, ni mali yako, itoe kwa ajili ya Allah. Kuna jambo fulani pale la Uislamu, jitolee. Kwa mtu ambaye mwenye kutoa, Mtume amesema kwamba sadaka ya Muislamu haipunguzi chochote katika mali yake, isipokuwa hiyo sadaka Allah jalla waala anaikuza. Allah akapiga mfano ya Qur'an, akasema, akawapigia wale ambao kwamba wenye kutoa mali zao, akasema ni mfano, akapiga mfano ndani ya Qur'ani. Kwa maana Allah jalla waala akazungumzia atampa mali nyingi sana, Allah atamfanyia pesa sana yule mwenye kutoa kile ambacho Allah jalla waala alichomjalia. Ikhwa, ndugu Islam, jambo la kutoa ni jambo muhimu sana, lakini jambo ambalo kwamba ni gumu kwa baadhi ya watu, lakini anakuwa na imani dhaifu, anaamini kwamba Allah jalla wala anapunguza mali yake. La, tufahamu ya kwamba ukitoa mali yako kwa ajili ya Allah, Allah jalla wala anaikuza, na Allah jalla wala analinda mali yako. Lakini ukitaka na mali yako halafu hautoi, ndugu Muislamu, wewe sio shujaa. Shujaa ni yule ambaye kwamba mwenye kutoa mali yake kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Jambo la Uislamu limekuja, anakuwa na imani, anakuwa na imani kwamba hapa anatoa, lakini Allah atanizidishia. Lakini leo katika jamii yetu ya leo tumekuwa wengi tunaogopa kutoa kile ambacho Allah alichotujalia, tunaogopea kwamba tutafilisika. Kumbe hapana, ukitoa Allah anakuzidishia, lakini mtu anakuwa na yakina kwamba nikitoa sizidishii, na ndio maana kweli akitoa hakuna mabadiliko aina yote. Lakini ukitoa kwamba Allah anazidishia, ndugu Muislamu, fahamu ya kwamba Allah jalla waala atakuzidishia kweli. Lakini ambapo kutoa wala ata duna intidhari almuqabal, bila kusubiria kwamba nikitoa nitapata kitu fulani. Wewe toa tu. Allah amekujalia, mfano ndugu yako Muislamu, yeye ana shida fulani, amesema kwamba nisaidie ndugu yangu, msaidie. Usitoe kwa sababu hata mimi baadaye nikiwa na shida nitamfuata yeye. La, toa, usitarajie kwamba nikitoa na mimi natarajia baadaye yule mtu anisaidie. La, toa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Lakini vile vile ndugu Waislamu,